Karibu sana katika kipindi chetu cha Wanaume TV Show. Leo uko nami kama ilivyo ada, Ann Solomon, na leo mada yetu ni mwanaume ni nani? Karibu Wanaume TV Show, hii ni yetu sisi. Studioni hapa leo niko na mgeni wangu, atajitambulisha alafu tutajadili mada yetu. Ninaitwa Cosmas Maduru, ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia. Niko zaidi kwenye masuala ya mahusiano, malezi na masuala ya vijana. Kwa hiyo kwa leo tutaongelea habari ya mwanaume ni nani, ni kiumbe wa aina gani, ni binadamu wa aina gani, anatakiwa kufanya nini ili angalau aendelee kulinda ile heshima ya wanaume wake. Ndiyo. Kwa uelewa wangu tunaposema mwanaume ni jinsi. Ni jinsia. Watu walisema jinsia. Okay. Ni namna ambavyo Mungu anaamua mtu azaliwe na jinsia hiyo. Ndiyo. Kwamba kuna jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Kwa hiyo mtu ambaye anazaliwa na jinsia ya kiume, huyo ndiye anaitwa mwanaume. Okay. Ni mtu anayezaliwa na jinsia ya kiume. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sio maamuzi ya mtu. Sio maamuzi. Mungu ndiye anayeamua kumpa mtu jinsia. Okay. Kwa hiyo ni zawadi ya Mwenyezi Mungu kumpa mtu awe katika jinsia hiyo. Sasa swali linahusu zaidi kwamba mtu mwenye jinsia ya kiume ni nani? Ndiyo. Manake unaweza kumiliki jinsia na usiwe na sifa za kutetea jinsia hiyo. Okay, kwa hiyo sifa ya mwanaume halisi ni zipi sasa? Manake ni kwamba mwanaume ni nani kwa maana ya sifa hizo ambazo huyo mtu mwenye jinsia hiyo anatakiwa kuwa nazo. Ndiyo. Niseme tu kwamba kwa mwanaume ni jinsia, lakini pia mtu mwenye jinsia hiyo anatakiwa kuwa na sifa zitakazompelekea kwenye process ya kuitwa baba. Kila baba ni mwanaume, ila sio kila mwanaume ni baba. Okay. Kwamba kuna watu wana jinsia hiyo ya wanaume, lakini hawana sifa ya kuwa zinazowafanya wawe baba. Okay. Ingawa kila mwanaume anatakiwa kuwa baba. Level ya juu ya kila mwanaume duniani ni kuwa baba. Sahihi. Yaani mwanaume ili afikie kiwango chake cha juu cha mwisho ni kuwa baba. Yaani akamilike kuwa mwanaume. Anatakiwa kuwa baba. Kwa hiyo tunapomjadili mwanaume ni nani, lazima tuangalie baba ni nani. Mungu anaitwa baba. Ndiyo. Mungu wa mbinguni anaitwa baba. Ana sifa kubwa ya provision, ya kutoa, kuwa suluhisho ya mambo ambayo wanadamu yanapotutinga mambo duniani. Tunasema tukamuombe nani? Mungu. Ndio maana anaitwa baba Mungu. Yes. Ni kwa sababu sifa yake ya kwanza ni kutoa suluhisho. Mr. Maduru, asipokuwa provider inamfanya awe less of a man, inamfanya kwamba akisha kuwa provider huyo tayari ni baba. Sio mwanaume. Wanaume ni jinsia tu. Okay. Yaani unazaliwa ukiwa na jinsia ya kiume unaitwa mwanaume. Basi unaweza ukabaki na wanaume huo, lakini usiende kwenye level ya ubaba. Kwa hiyo mwanaume mwenye level ya ubaba ndio tunayemjadili hapa. Okay. Kwamba huyu ndiye anatakiwa kuendelea kumiliki hiyo jinsia. Ni mwanaume na ni baba. Ndio maana yake unapokuwa mwanaume ukawa baba, ndio una haki ya kuendelea kumiliki hiyo jinsia. Okay. Mama ukibaki kuwa mwanaume tu na miaka yako 40 na wewe ni mwanaume tu, hauna sifa ya ubaba, okay, hiyo jinsia umeikosea. Sawa. Umeikosea haki. Si stahili yako kuwa nayo. Ndio. Kwa hiyo utaendelea kuwa na jinsia hiyo, sasa hatuwezi kukunyang'anya, lakini tayari umeikosea haki. Na ndio shida zinaanzia hapo. Kwamba watu wamemiliki jinsia za kiume lakini hawana sifa ya wanaume kwa maana ya kugeuka kuwa baba. Mr. Maduru, hapo umenipa kitu. Kuna baba na kuna mwanaume. Ndio. Nipe sifa za baba alafu na sifa za huyu mwanaume. Nimekwambia sifa ya baba ya kwanza ni provision, ni kutoa. Ndiyo. Mungu anaitwa Mungu Baba kwa sababu Mungu akikosa sifa ya kutusaidia kutoa, anapoteza sifa ya ubaba. Ndio maana yakitushika wanadamu tunakimbilia kumwomba nani? Mungu Baba. Okay. Ambaye ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kusema baba maana yake ni kwamba uwe na kwanza ni uwajibikaji. Uwajibike. Alafu ya pili ndio nikasema utoaji, uwe ni mtu wa kutoa. Mwanaume hutoa, ndio maana anatoa mbegu anapewa mtoto, ni kutoa. Okay, sawa. Kuprovide. Okay. Awe na familia, asiwe na familia, wote wanaomzunguka kitaka kuheshimika kuwa ni mwanaume atoe. Unatoa nini? Ni kile ulicho nacho. Sio lazima pesa. Unaweza kuwa na maamuzi. Unaweza kuwa huna hela lakini una maamuzi yanayoleta faida. Sahihi. Yatakupa feedback ya kuheshimika kama mwanaume. Sasa huna maamuzi, huna pesa, huna kila kitu. Tabakiza jinsia kweli ambayo haitakuwa na majawabu. Ndio maana nasema maamuzi. Kingine ni uwezo. Unaweza nini? Wewe si ni mwanaume? Ndio. Una jinsia ya kiume. Ndiyo. Sasa unaweza nini kinachokupa sifa ya kuwa baba? Ndio. Sawa? Ndiyo. Uwezo hapo tunazungumzia uwezo wa kifedha, yote vile. Ubaba ni uwezo.
imetokea changamoto, power ni power and haupo, authority. Yes. Unapigiwa simu, fanyeni 1 2 3 na suluhisho ikatokea. Wewe ni gaini nafasi yako ya ubaba. Okay. Kingine unatakiwa kumiliki ni maono, vision. Mwanaume yoyote asiye na maono hawezi kuwa baba, na hata anapotafuta mwenza unatafuta mwenza awe msaidizi, na kusaidia nini? Wanaume mmesikia huko, kama huna vision wewe ni mwanaume sio baba. Hata usioe, kwa sababu utaleta mgogoro. Ukioa mwanamke ambaye ni smart itakutesa. Sahihi. Unamleta akusaidia, atakuja kusaidia nini? Yeah. Lazima uwe na vision. Yeah. Kutokana na hiyo vision utatafuta msaidizi. Okay. Mtu anapokuja kwako kukusaidia kwenye vision, migogoro inapungua. Uvumilivu utakuwa mwingi kwa sababu unajenga vision ya mme. Sawa. Mnasaidiana sasa. Kujenga vision. Sasa kuna wanaume wengi sana wanakosea. Okay. Hana vision, analeta mwenza. Ukileta mtu ambaye yuko smart na huna vision, ataleta vision yake, na wewe ukianza kuijenga mnakwaruzana. Kwa hiyo Mr. Maduru, mwanaume kama huna vision, huna maono, hata huna sifa ya kuwa baba. Ndio, ukikosa maono huwezi kuwa baba, kwa sababu lazima uwe na maono, uwe na taarifa, uwe na maarifa. Ndio. Ni vitu vinakusaidia kumiliki hiyo jinsia kihalali. Una taarifa, una maarifa, una uwezo, una haki. Ndio. Ndani yako. Ndio unaitwa baba. Kwa mwanaume akikosa hivi vitu anapoteza sifa ya ubaba, lakini ataendelea kuwa na jinsia hiyo hiyo. Kwa sababu hawezi akanyang'anya. Watoto atazaa, na ndio maana unaona mtu ana watoto lakini hawatriti kama baba. Okay. Unapokuwa na watoto tayari wewe ni baba. Ndio. Sasa ili ukamilishe huo ubaba kuna vitu unatakiwa ufanye, ndio sifa ninazosema. Kuna qualities inabidi uwe nazo. Hapo ndio hizo za maono, una vision. Maana yake maono ni kuona maisha yajayo. Ndio. Hayo ndio yatakusaidia namna gani ulee watoto wako kuyakabili maisha yajayo. Ndio. Unataka waishie wapi, wafanye nini kwenye hii dunia, na wewe ndio umewaleta. Ndio. Wewe ndio baba yao. Maana sio kuwaleta tu umewabwaga hapo umemaliza, hapana. Kwa hiyo mtu akikosa hizo sifa lakini ana jinsia ya kiume, huyo ndio tutasema ni mwanaume. Lakini akiwa na hizi sifa ana jinsia ya kiume, huyo ni baba. Ana wanaume na una baba ambao sio baba. Okay. Na hao ndio wanaoteza hata kwenye ndoa. Ndio, kwamba ni wanaume lakini sio mababa. Na maana mwanamke analazimika kuwa baba wakati yuko na mwanaume. Okay, kwa hiyo ndio maana tunaona kwenye ndoa kuna conflicts nyingi sana. Kwa sababu sasa turn the tables. Mama amekuwa baba kwa sababu tuseme mama amechukua ile nafasi ya baba. Baba hajitendea haki nafasi yake. Ndiyo. Kwa hiyo inaleta confusion, inaleta conflicts. Na ili tunaweza kulitatuaje Mr. Maduru? Ni pala tunaposema unapokuwa baba ni maana uwe na uwezo wa kuona yasiyoonekana. Alafu waongoze watu kwenye kile unachoona, hiyo familia yako. Ndio. Yaani wewe ndio yasiyoonekana, yeye ufanye ambayo hayawezekani. Ndio baba huyo. Mbeba maono wa familia. Anaona familia yake inaipeleka wapi. Kwa mfano, kuna fedha, kuna madaraka, kuna imani na kuna elimu. Hizo ni nguzo moja wapo. Una familia yako, sasa wewe ni baba. Lazima uhakikishe inamiliki kimoja wapo ya hizo kama nguzo. Unalea vitoto vyako, unasema bwana sisi wa elimu tunayo kila kitu, hatuna fedha. Unaanza kuwajenga watoto wako kwa na sifa za kutajirika. Utajiri ni sifa, ni tabia. Unanielewa? Watoto wanaweza kuwa na elimu lakini wakawa hawana hela. Kwa sababu mambo ya hela yanaletwa na tabia. Unaanza sasa kulea watoto wako kwenye tabia ya fedha. Wewe baba ndio maono yako. Ndio. Kwa hiyo yale maono ni kama contagious, unayaambukiza. Okay. Na maana dunia wanaelewa watoto wao kama dunia inavyotaka. Sio kama ambavyo ilitakiwa. Basi ni tatizo la malezi Mr. Maduru. Mmomonyoko wa maadili ni kwamba hatuna vya kwetu, tunaokota vya wengine ambavyo haviendani na mazingira yetu na utamaduni wetu. Ndio maana ya mmomonyoko. Kwa nini mmomonyoko? Kwa sababu hatuna wababa, tuna wanaume. Wanaume wataendelea kuzaliwa ila wababa wanatengenezwa na mfumo. Ndio. Mfumo wetu hatutengenezei wababa sasa. Kama unawalea watoto kwa mtandao utapata baba humo? Hapana. Kwa hiyo jamii pia teknolojia imebadilisha pia. Sio imebadilisha, ni uhalisia wa ulimwengu kwenda hivyo. Sisi tunaokuwepo tunatakiwa kuelewa. Tunachokihitaji ni nini kwenye mtandao. Unapokuwa kwa mfano na simu yako,
Hii ni jalala la kila kitu. Ni kama wewe chakula. Ndio unatakiwa uchague unachokihitaji. True. Mimi huwa nasema ni kama chakula. Kwa hiyo wewe ndio unachagua nile nini, niache nini. Ndio maana. Yes. Sasa unaweza kuwa na uwezo huo wa kuchambua katikati ya mabaya ukachukua unachokihitaji. Ndio. Wewe ndio unakamilisha kuwa baba, familia yangu inahitaji hiki. Ndio. Hiki haihitaji. Unakuwa mlezi unapokuwa baba wa nchi. Ndio. Baba wa jamii, baba wa familia. Ni baba. Sasa unapokuwa na wanaume wengi wenye sifa hizo kwenye nchi yako, ndio. utakuwa salama. Kwa sababu baba ni ulinzi. Baba ni vision. Yani, ulinzi ni baba. Sasa kama baba halindi, unategemea nini? Na sasa hivi unadhani tuna wanaume wengi wana hizo sifa? Wanaume wengi sifa za ubaba hatuna. Hawana. Tatizo ni nini? Mwingiliano wa habari ya ulimwengu, utandawazi, kila kitu, teknolojia ni advance. Kwa hiyo jamii imeyumba, haijui ielekee wapi. Okay. Kila mtu na cha kwake. Kwa mfano, kuna watu wanaishi Tanzania lakini wanatengeneza tabia za Kijerumani. Kuna watu wanaishi Tanzania wanatengeneza tabia za Kimarekani. Kuna watu wanaishi Tanzania wanatengeneza tabia za Kiswedish. Yani hatuna a specific value. Kwa mfano, zamani ungeweza kumuona mtu mahali ukajua huyu ni Mtanzania. Sasa hivi identity. Hatuna identity. Ukiona mwanaume mahali fulani huyu ni mwanaume wa Kitanzania. Identity. Kuna vitu anavifanya unaona kwamba huyu ana utambulisho huu. Kwa nini? Mchakato wa kula alikokulia, malezi aliyopata, namna alivyotengenezwa, unaona ndani yake kuna kitu. Sasa tunapoteza hicho. Watu wanalelewa na mitandao. Wanaamka asubuhi na Facebook na nini na TikTok asubuhi, wakati hivi vitu anatakiwa vifanye akiwa amechoka. Ndio anaanza navyo. Hivyo ambavyo ni vya kuburudisha, lakini sio kosa. Kwa sababu gani dada? Tuko kwenye kizazi cha 3 ambacho ni kizazi cha hisia na mihemko. Tulianza na vizazi vya matumizi ya nguvu. Ndio maana babu yako alitembea toka Mwanza kwa mguu mpaka Bagamoyo. Sahihi. Utumwa na hakufa. Leo ungemtembeza mtu kwa mguu, angefika. Hata Morogoro afiki anafariki. Physical strength haipo tena. Sahihi. Tukaingia kwenye intellectual age. Watu waliishi kwa matumizi ya akili. Kuanzia mapinduzi ya viwanda. Ndio. Tumesafiri sasa, tumemaliza hicho, tunaingia kwenye emotional age. Zama za matumizi ya hisia. Ndio maana watu wanaofanya mziki, wanaofanya football, wanafanya ndio wana wafuasi kwa sababu ya emotional entertainment. Watu wako kwenye hisia na eneo litakaloteseka zaidi kwenye kipindi hiki ni eneo la mahusiano. Okay. Ndoa itakuwa ni hadithi. Watu hawana uwezo wa kuvumiliana. Sifa za ubaba hakuna. Nasikia kuna vijana wanaitwa Mario, kuna wanawake wanaitwa mashangazi siku hizi. Nasikia, sina hakika kwamba sasa hivi vijana wengi kama tunavyosema kwamba ndio hayo mambo ya strength. Watu sasa hivi hawataki kufanya kazi. Sio wote, baadhi wanataka maisha soft life. Kwa hiyo anatafuta mtu mwenye uwezo, hata kama kamzidi umri, it doesn't matter as long as anakuwa provided. Na mwanaume inabidi awe na sifa ya yeye kuprovide. Kwa hiyo pale anapokuwa provided, ni kweli anakuwa amepoteza automatically ile sifa yake ya kuwa yani ukiona mwanaume yoyote na umri wa kuanzia tuseme miaka 20 kwenda mbele anafurahia kufanyiwa mambo madogo madogo anayoyaweza, ni hatari. Yuko psychologically defected. Hayuko sawa. Karibu Wanaume TV show, hii ni yetu sisi. Nguvu, akili, moyo wa kweli. Karibu Wanaume TV show, hii ni yetu sisi. Sifa ya kuwa mwanaume baba maana yake ni kwamba hauwezi kufurahia mambo, kusaidiwa mambo madogo madogo unayoyaweza, hasa na proud kufanya mwenyewe. Unapoteza sifa ya ubaba. Unaanza ni mwanaume gani? Kuwa mwanaume mwenye sifa iliyokamilika ya kuwa baba, automatically huwezi kujisikia vizuri kufanyiwa vitu vidogo vidogo unavyoviweza. Ukiona mtu anafanyiwa hivyo, tayari ndio wale wanaume ambao hawana sifa ya ubaba lakini wanamiliki hiyo jinsia, anafurahia kufanyiwa tena na jinsia tofauti. Ndio. Huyo tayari ameshaharibika. Ndio, it's a mental challenge. Tayari ameshaharibika. Kwa sababu wanaume ni mental setup. Ni namna akili yako inavyofanya kazi. Ndio. Akili ndio inazalisha matendo. Tunawasaidiaje vijana kama hawa, kwa sababu hatutaki kupoteza nguvu kazi ya taifa. Endelea kusema. Ndio. Kama hivi, endelea kusema. Ndio.
wawili watatu uko nao, endelea kusema na namna mnavyolea watoto wenu. Una watoto wa kiume nyumbani, unavyolea uwalee tofauti. Unamwandaa baba ajaye, unamwandaa mama ajaye. Usilee tu kama unavyoona wale malezi. Mafundisho ni mengi saizi. Ndio. Lea kwa kuandaa baba ajaye. Ndio. Mtu ambaye yuko tayari kupambana na changamoto na asiwe analialia. Mtu ambaye yuko tayari. Watoto kimayai watoto wa kiume. Unamkosea hata kuwa mwanaume asiye baba. Hivi kweli wewe angalia, kuna pambana hizi changamoto nyingi. Mtoto kamaliza chuo na ni wa kiume, amerudi kukaa na wazazi wake, analalamika hamna ajira na mzazi kampokea. Ningekuwa mimi send off. Fanya send off ya mtoto wa kiume, asikae nyumbani. Baada ya chuo ni kwaheri kuishi nyumbani. Ana ajira hana ajira, ondoa, kwa sababu unaendelea kutengeneza matatizo. Atakapopata hasira ya kufukuzwa, ukampa na kamtaji kidogo, utaona atakachokuletea. Na wakati mwingine hata sio, yani mtaji unaweza ukawa in different terms. Ushauri pia unaweza ukawa in terms of money. Sawa, anaweza kuwa na hela, ziwe na hela, lakini usiendelee kukaa na mtoto wa kiume nyumbani baada ya kumaliza masomo. Wazazi nadhani mmesikia kabisa. Anaweza akapoteza sifa ya kuwa baba pamoja na masomo madigrii yake kichwani. Akabaki tu kuwa mwanaume. Ndio maana atazalisha kwa sababu ni mwanaume na miliki mbegu. Lakini uwe sifa sasa ya kutetea hiyo hali hana. Na ndio wengi unawaona mtaani. Anatafuta mwanamke amlea, akae naye. Basi huyo tena ni mwanaume, ameshapoteza sifa ya ubaba. Lakini watoto watazaa. Atawaleaje? Nao wataingia kwenye gurudumu ile. Matokeo yake tutakuwa na wanaume ambao hawana sifa za kuwa baba. Kwa hiyo tutakuwa na wanawake wenye jinsia mbili. Familia zinapokutana sasa, mwanamke na mwanamke, mambo hayaendi. Ni migogoro. Wote wanaishi kwenye hisia, wote hawana uwezo wa maamuzi. Atakapoinuka mwanamke kuwa zaidi, ndio atakayeongoza familia. Tayari migogoro haitaisha. Sahihi. Mr. Madu, hata tukirudi kwenye uumbaji ule wa mwanzo wa Mungu. Mungu alimweka mwanaume kama kichwa cha familia, kama kiongozi. Good. Wanaume wote wana quality ya leadership. Ndio manake. Lakini wameipoteza. Lazima tunairudishaje? Lazima wafundishwe. Yaani unapoongelea habari ya uongozi, mwanaume anapolelewa nyumbani, mlee kama unatengeneza kiongozi. Uongozi unaanzia pale kwenye ngazi ya familia kwanza. Malezi yanaanzia tumboni. Ndio. Malezi yanakuja kwenye familia. Ndio. Malezi yanakuja kwenye taasisi za elimu. Ndio. Malezi yanakuja kwenye mifumo ya serikali. Malezi yanakuja kwenye taifa na dunia. Yote hivi vinalea. Ndio. Kama hatujajua namna ya kutengeneza wanaume kwenye nchi yetu, kwenye familia zetu, tutapoteza kila kitu. Tutakuwa na wanaume wasio viongozi ambao watakuwa sio baba. Kwa sababu kila mwanaume anayezaliwa kwenye dunia hii lazima ndani yake Mungu amemwekea nature ya uongozi. Mazingira yanatakiwa ya support nature hiyo, baadaye aje kuwa baba mzuri. Ndio. Kama ndani yake kuna nature ya uongozi, mazingira haya support, tayari ni kasoro. Ndio maana unaona mtoto wa kiume ni mtukutu. Anapoanza michezo, anafanya michezo ya kazi za wanaume. Kutengeneza magari, kugombana, kufanya hivi vita. Amevunja hiki, anaanza kufanya hivyo, lakini mazingira sasa wewe acha. Mtoto wa kiume na miaka 9 10 anajipikilisha. Tayari ameshaharibika. Yes. Kwa sababu watoto wanakopi vitu kutoka kwenye mazingira yao. Ndio. Lakini unaona mtoto anaanza kukopi vitu vya jinsia tofauti kwa umri kwa sababu gani? Anaishi na dada tu. Baba hayupo. Father figure. Ana akili inayofyonza mambo kwenye mazingira. Wanaume hawapo, hawamzunguki. Anafyonza vitu vya kike na yeye ni mwanaume. Anaanza kuwa damu. Tayari anaanza kupenda mambo ya jinsia ya tofauti na yeye. Mnaanza kulalamika amebadilika, amezaliwa na nature ya kupenda mambo ya kike. Hapana. Ni nature. Tumezaliwa na uwezo wa kunyonya mazingira tutengeneze personality. Mazingira yanampa wanawake tu. Toka amezaliwa anaishi na dada mama peke yake. Anaenda chekechea, mwalimu ni wa kike. Anaanza kukutana na mwalimu wa kiume darasa la 3. Amesha nyonya vitu vya kike na yeye ni mwanaume. Unadhani single mothers, wimbi la single mothers, unakuta watoto wamezaliwa haoni baba, haoni father figure, analelewa tu na mama labda na bibi. Unadhani pia hii inachangia kupata mwanaume ambao sio baba? Ndio, kwa sababu tunaongelea upande wa baba, ni sahihi kabisa. Ndio. Unapozaliwa, unaishi kwenye familia yenu, unazaliwa na uwezo. Unatakiwa uchukue mazingira ndio ya kujenge ndani. We adapt. Sasa fikiria mtoto amezaliwa ni wa kiume.
mpaka miaka labda 8 9 hainteract kabisa na wanaume. Kwa sababu wanaume uko ndani yako, unatakiwa unakomazwa na mazingira. Sasa hamna. Nina kijana ambaye mimi namfahamu. Ndio. Anaishi na mama yake tangu muda. Sasa amesha kuwa na interest na jinsia tofauti wakati yeye ni wa kiume. Tayari. Na yeye anakuambia kabisa anapenda mambo ya wanawake kwa sababu ndani yake mambo ya wanaume hayamo, lakini ana jinsia. Maskini. Hakuwahi kupata hiyo fursa. Maskini. Na nielewa? Hakuwahi. Tayari amesha kuwa na uharibifu. Kwa hiyo haya mazingira watu kama hatujui, itatugharimu. Nature haijui umaskini wala ujinga. Tukivuruga kanuni za nature kwa kigezo chochote, lazima tupambane na matokeo magumu. Kama kadri unavyoona watu wanaongezeka masingle mother au masingle parents, ndio kasoro zaidi kwenye jamii inavyotokea. Tutakuwa na watu wenye jinsia lakini hawana sifa za kutelea jinsia hiyo, hasa wanaume. Mimi narudia pale pale Mr. Madu. Tunawasaidiaje kwa sababu it really pains. Wasaidia ni kuongea ukweli kama hivi. Mtu realize nalea mwanangu peke yangu na mimi ni dada na mtoto wangu wa kiume, nitafute mazingira ya kumpeleka kwenye familia iliyokamilika hata wakati wa likizo. Ili develop vitu vinavyoendana na jinsia yake kutoka kwa wanaume wenzie. Ile masculinity iweze kumanifest. Ni ya muhimu. Yes. Otherwise itakosa. Inadidimizwa. Itakuwa ndani lakini imekandamizwa, haikuflourish. Anaanzisha familia, anaoa, mwanamke anaanza kushangaa. Ninaishi nimeolewa na mwanamke mwenzangu ama nina mwanaume, anajiuliza. Wako wadada wanaoshangaa, huyu mwanaume naishi naye mbona tunafanana? Ndio. Hayapati majawabu. Ndio. Shida ilitokea chini huko. Okay. Kwa hiyo mwanaume in other hands ni mtu anatakiwa atoe majawabu moja kwa moja. Okay. Na majawabu sio pesa tu. Unaweza kuoa mdada mwenye hela, lakini hakikisha unatumia wanaume wako au baba wako na mbinu zote kufanya hiyo hela ipite kwenye mikono yako. Hizo projects. Kwa sababu wewe ndio una vision, una mawazo, unaanzisha. Mama anaweka hela yake hapo, mnatengeneza milango ya hela ambayo itakuheshimisha. Yes, good. Yeah. Sio kumkimbia mwanamke mwenye hela, ni makosa. Ishi naye, isipokuwa ugeuze hizo line za hela ziingie kwako, uendelee kumiliki maamuzi. And that can only be done kama wewe mwenyewe una vision. Yani tunarudi sasa watu hawana vision, anaogopa hata kuchukua mama mwenye hela kwa sababu anaona yeye atafika pale aanze kuzitumia. Na ukianza kuzitumia hela za mwanamke automatically atakudharau. Hicho hakiko ndani yake, hakipo, atakudharau tu. Na sio kosa lake. Ndio, ni nature. Kwa sababu if you don't provide, umepoteza ubaba. Akae na wewe wa nini? Ndio unaitwa mwanaume suruali, sio kosa. Ni kwa sababu hauko kwenye wajibu wako uliotakiwa kuutenda. Sasa mwenzio amepanda hapo. Na yeye sio kazi yake, automatically utapoteza heshima. Sasa. Kwa hiyo ni vizuri kujipanga. Tunavolea watoto wetu wa kiume tunawaleaje? Tunaposaidia hao vijana wetu wa kiume tunawasaidiaje? Kama taifa, kama jamii tunawaambia nini? Tusifurahi na kuwaona wanakuwa wanaitwa mishangazi, Mario si manani. Tusifurahi. Kwa sababu ni kasoro kubwa ambayo hao watu wana mbegu, wataoa, watazalisha, watazaa watoto. Kwa hiyo vizazi vinakuwa ndio hivyo. Tunaendelea kuwa na kizazi chenye kasoro, vizazi na vizazi. Very bad. Ambayo sio nzuri. Sio nzuri hata kidogo. Kwa hiyo mimi nilichojifunza Mr. Maduru kwanza, kila kitu hapa kinaanzia kwenye malezi. Ndio. Malezi ndo kila kitu. Ukimwona mtoto wako labda anacheza, anafanya hiki, anavunja vitu, watoto wa kiume, as long as haumii au as long as yeye mwenyewe yuko katika safe environment, mwache acheze, mwache achafuke, mwache afanye nini? Usiingilie. Acha hicho, acha. Na wakati mwingine pia mwache hata tembee miguu bila viatu. Ni pawe mahali salama. Yes. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na mchakato wa kutengeneza wanaume watakao kuwa baba. Au kutengeneza wababa. Ndio. Kuanzia utotoni. Tufunze watoto wetu wa kiume kuwa wababa. At an early age. Ya mama una uwezo huo. Fanya mwanao kuwa baba. Ndio. Mfundisha practice ambayo mambo wanaume wanatakiwa kupractice. Ndio. Awe na uvumilivu. Wakati mwingine anakosa chakula asilalamike, mwambie baba ndio unajiandaa kuwa baba. Ndio. Kuna wakati unashinda njaa kwa ajili ya watu wengine. Ndio. Sio unakosa chakula unahuzunika wiki. Baba hayuko hivyo. Ndio. Baba ni ujasiri, baba ni uumbaji. Ndio. Unanielewa? Baba ni kujitoa kwa ajili ya watu, baba ni utoaji. Baba ni kuthamini wengine. Yaani mtoto mdogo aanze kutengenezwa kuwa baba kuanzia umri mdogo. Ndio.
utaona jamii itakavyokuwa nzuri. Sawa, nimekuelewa sana. Wanasema samaki mkunje angari. Mkunje katika ubaba. Ndio. Baba akijijua kwamba yeye ni portion ya uumbaji, hawezi kucheza. Hawezi kucheza. Akijua yeye ni yuko kwa ajili ya kusacrifice, kujitoa kwa ajili ya wengine. Ndio. Hawezi kucheza. Kwa namna hiyo tutazalisha vizazi ambavyo vinajua kwamba kesho mimi nitakuwa baba, nitatakiwa kuwajibika, nitatakiwa kuwa kiongozi wa familia yangu. Na maisha yatakuwa mazuri kwa sababu natakiwa kutoa, natakiwa kuwa mtu mwenye maono, natakiwa kuwa mtu mvumilivu. Lakini hili uvumilivu pia tutakuja kuliongelea siku nyingine, at what extent. Manake pia hili nalo ni swala pana sana Mr. Maduru. Ni kwa sababu ya mafundisho yamekuwa mengi kuhusu baba. Unaambiwa wewe na hela tu, si uwe na nini, vitu tu. Hapana. Sasa kila mtu anapambana. Money is not everything. Unaweza ukawa na hela. Hela sio kila kitu. Uwe na uwezo ndio utatengeneza pesa. Ndio. Lakini pia uvumilivu, na wasema uvumilivu katika lipi? Sio jambo la ovyo unaendelea kungangana nalo eti kwa sababu ya uvumilivu. Hapo na tena tunampoteza uvumilivu katika vitu ambavyo ni smart, vinavyoleta faida na maana kwenye maisha ya wengine. Vitu vyenye tija. Mr. Maduru, kwa kweli hata mimi kuna vitu vingi sana nimejifunza. Na mimi kama mama ambaye na mtoto wa kiume pia kuna mawili matatu nimeyachukua. Nimeelimika, nimejifunza na imani hata mpenzi mtazamaji kuna vitu amejifunza. Nitakualika siku nyingine Mr. Maduru tuweze kuliongelea kwa sababu naona ni mambo ambayo yanahitaji kuelimishana na kupazwa sauti kila wakati. Mimi nikushukuru sana Mr. Maduru, nashukuru sana na karibu katika show yetu ya Wanaume TV show siku nyingine. Nashukuru sana. Asante. Mpenzi mtazamaji, na imani umeburudika, umeelimika, umejifunza vitu vingi kwenye kipindi chetu hiki cha Wanaume TV show. Leo mada yetu ilikuwa ni mwanaume ni nani, na tulikuwa na mgeni wetu mwanasaikolojia Mr. Cosmas Maduru. Ameweza kuliongelea na kulielezea kwa kirefu. Na mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa kipindi kingine. Hadi wakati mwingine, ulikuwa nami Ann Solomon. Fungua, hakuna kufichwa tena. Hapa ni jukwaa la ukweli na maisha halisi. Kila mwanaume na sauti, ana nafasi.